Nimependa. Nini hicho? Kwamba viongozi wanaoteuliwa baada ya uteuzi wao kufanya ziara za kushitukiza katika baadhi ya maeneo kulingana na idara walizoteuliwa. Inatija kwa wananchi. Okay. Mimi sasa kama raia, hapa nazungumza kama raia, Mtanzania. kama Mtanzania. Halali. Sio. Katika nyakati kama hizi, mimi nasema hazina tija. Kwa sababu gani? Hazina tija. Kwa sababu ni ziara endelevu. Na kama ni ziara endelevu, madudu nao yakuta. Ndiyo. Wewe kama kiongozi mteuliwa. Yanafanywa kazi kwa asilimia ngapi? Kwa sababu issue sio tu kufanya ziara ya kushtukiza. Issue ni kutaka uwajibikaji kuchukua nafasi. Ndiyo. Kama umeshtukiza, kwa mfano, kama wewe labda ni mkurugenzi wa kituo hiki cha matangazo cha NFM Radio. Ndiyo. Umefanya ziara ya kushitukiza katika ofisi yako. Ndiyo. Sio, ukakuta madudu. Labda idara ya muhalili haitekelezi majukumu yake kikamilifu. Unachukua hatua gani? Sio? Au umekuta idara fulani haitekelezi majukumu yake kikamilifu. Unachukua hatua gani? Je, kutokutekeleza majukumu yao, ni nani amewatengenezea mazingira hiyo idara uliyoitembelea ama hiyo ofisi uliyoitembelea kutotimiza wajibu wake kikamilifu? Je, imekuwa ni kwa bahati mbaya ama imekuwa ni endelevu? Na kama imekuwa ni endelevu, hii inamaanisha kwamba tatizo sio idara hiyo uliyoitembelea. Tatizo linaanzia juu. Kwamba wamekuwa wakifanya, yani ilianza kama mazoea na sasa imekuwa tabia. Kwa mfano labda ni assume. Wewe ni kiongozi. Ndiyo. Umetembelea hospitali. Umekuta wamama wanalala chini waliojifungua. Ndiyo. Sio? Je, serikali ilikuwa ijui kama wanalala chini? Na kama ilikuwa inajua wanalala chini, imelichukua hatua gani kabla? Kwa sababu kumbuka, wewe pia ni kiongozi wa serikali. Ndiyo. Umeenda kutembelea pale, lakini hospitali hiyo ulioenda kutembelea, labda nimechukulia mfano wa hospitali. Hospitali hiyo pia ni ya serikali. Na wanaolala wanalala chini. Je, mganga mkuu wa hospitali hiyo ambaye ni mwajiliwa wa serikali hana taarifa kwamba wamama wanalala chini? Na kama ana taarifa, hawezi kuwa hana taarifa. Na kama ana taarifa, sio? Ndiyo. Na kama ana taarifa, maana yake kwenye hiyo hospitali yeye huwa hayupo. Hayupo sasa. Kama ana taarifa, yeye huwa haendagi kazini. Haendagi kazini sasa. Kama ana taarifa. Lakini kama ana taarifa, alishawahi kupeleka idara ya afya. Na kama ameshawahi kupeleka, nini kilifanyika? Na kama hajawahi kupeleka, kwa nini hajapeleka? Na kama hajapeleka, kwa nini hajapeleka? Na kama amepeleka, zilichukuliwa hatua gani? Sio? Ndiyo. Na kama umekuja kutufanyia matembezi ya surprised, tutegemee nini kutoka kwako? Mimi nafikiri mpaka mtu anaamua kufanya ziara ya ghafla, cha kwanza ameshatambua kuna kitu kilikuwa kinaendelea na hakijafanyiwa kazi. Ndio. Mpaka kwenda pale anaenda kuhakikisha kile anachokisikia ama kilichokuwa kinasemekana. Na lengo la kwenda kufanya hiyo ziara manake ashuhudie kile kilichopo na akifanyie kazi. Kwa hiyo tutegemee kwamba kile kinachoenda kuibulika pale au kinachoenda kufahamika pale kitafanyiwa matengenezo na ni chachu ya kuwafanya wengine wafanye majukumu yao. Manake wewe kama kiongozi ambaye ulienda kwenye ziara ya kushitukiza, tafsiri yake ni kwamba ulikaa ukajiuliza kwamba naenda ziara ya kushitukiza kwa ajili ya nani? Hilo ni la kwanza. Kwa ajili ya wananchi, si ndio jibu? Ndio. Na baada ya kwenda kwa ajili ya wananchi, ukabaini ulichokibaini, ukakishughulikia. Umekishughulikia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wananchi vile vile. Na baadaye usipokuwa na muendelezo, ukaacha kushughulikia katika hali endelevu, umeacha pia kwa ajili ya nani? Kwa ajili pia wananchi vile vile. Sasa najaribu kuja na hoja kwa ajili ya nani. Ni moja kati ya neno zuri sana kutumia kwenye ushughulikiaji wa mambo. Kabisa. Lakini unajiuliza kwamba mambo ya namna hii yana maana gani? Ambao kimsingi kujiuliza yana maana gani ndio tija yenyewe tunaitafuta. Inawezekana ikawa na tija au isiwe na tija, itategemeana sasa. Na wewe uliyefanya hiyo kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya nani kweli? Na inazingatiwa na inaendelea. Na kuna wakati mwingine unaweza ukafanya kitu wakati ukisema kwa ajili ya nani, ukasema kwa ajili ya wananchi. Jamaa wangu mmoja leo kuniambia kwamba sio kila unapoambiwa ni kwa ajili yako hivi udhani kwamba ni kwa ajili yako. Nikasema
hiyo inahitaji debate. Nadhani hiyo sasa sitaki kwenda sana huko, lakini na kitu kingine ambacho nilitaka kuzungumza hasa katika hii ya kufanya ziara za kushtukiza. Lakini ni nzuri hii. Ni nzuri. Hii ni nzuri. Mimi ninachodai ni nini? Ni uwajibikaji baada ya kushtukiza. Yaani kwa mfano labda mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu ndio ameshtukiza katika idara ambayo inahusiana na masuala mazima ya mikopo ya asilimia ngapi? 10%. 10%. Akakuta kuna madudu ndani ya idara ile. Ni nini anachopaswa kuweza kufanya? Moja kati ya kitu ambacho anapaswa kuweza kufanya kuhakikisha kwamba idara ile sasa inaenda kusimama ni kufuta kazi wale wote waliopo katika idara hiyo. Sio? Kwamba si umekuta wanafanya madudu, futa kazi. Na kazi yako wewe sio kufanya hicho unachofanya. Sio? Kwa sababu wewe umepewa jukumu la kuweza kuhakikisha wale watu wanapata mikopo kwa asilimia. Kwa mfano nitolee mfano. Umefanya ziara ya kushtukiza katika ofisi hiyo au katika idara hiyo, sio? Umekuta anayehusika kutoa mikopo badala atoe mikopo anajikopesha yeye. Yaani anajikopesha yeye, anafanya biashara zake, baadaye anarudisha na mshahara wake amejiweka kwenye kundi la walengwa la kupokea nini? Kitu ambacho sio taratibu. Kitu ambacho sio taratibu. Fukuza kazi, shtaki ili tuone, yani mshtaki mahakamani ili tuone kwamba ziara yako ilikuwa yenye tija. Lakini itakuwa ni cha ajabu kama utafanya ziara afa sema nimesikitishwa sana na hii hali ambayo imetokea. Kwa kweli mimi kama kiongozi nimeshtuka na nimesikitishwa. Alafu baada ya hapo inabaki hivyo tu kusikitishwa, umesikitishwa. Lakini kama utachukua jitihada na hatua za dhati za kuweza kumfuta kazi, hata katika idara nyingine wataona mfano kwamba tukifanya kama alichofanya idara fulani, kinachofuata sisi ni nini? Siku mkurugenzi akija akakuta kwamba idara hii ya kwetu sisi pia iko vile. Kitakachofuata ni nini? Ni kufutwa kazi. Isivyo bahati nikiri na kusema ya kwamba kwa sababu ya matukio ambayo yamekuwa yakitokea, viongozi wanaleana. Na hii ina maana kwamba muda mwingine unaweza kuona mlaumu kiongozi mkuu. Kwa mfano, kuna muda unaweza kujikita kumlaumu labda mkurugenzi wa halmashauri. Kumbe kimsingi sio yeye aliyefanya hicho kitu, lakini yeye anajikuta kwamba amehusika kwa sababu huenda alijua ila hakushughulikia, au huenda hajui kabisa jamaa wanampiga, wanamharibia ofisi. Sio tafsiri yake, kwa sababu wewe unapokuwa kwenye halmashauri fulani, idara zote, ile ofisi ya halmashauri, lile jengo, yeye ndio bosi. Kazi zote mnazofanya mnafanya kazi zake yeye. Sasa unapoenda kufanya vitu vya ajabu na akajua na asiwashughulikie, inamaanisha kwamba yeye pia hafanyi kazi. Sio ili mashaka pamoja na Mpina. Hii inamaanisha kwamba nikilifaa kile ambacho amekifanya waziri mteule juzi, sio maana jamani sasa ni waziri mkuu ameshaapishwa. Niseme tu kwamba kwa sababu kwa mantiki hiyo sasa wizara zote ziko chini yake. Ndio. Wizara zote yeye ni bosi. Yeye ni bosi. Na alichoenda pale katika hospitali pasina shaka ni pale Dodoma, sio? Hospitali ya Rufaa Dodoma. Kuna kitu amekibaini. Nataka kusema ni nini? Kuna kitu amekibaini. Natarajia mimi sasa kama raia na mimi kama Mtanzania, natarajia kuona waziri pamoja na wizara yake hiyo, sio, ambayo inahusika na masuala mazima ya afya, sio, ikichukua hatua za makusudi kuweza kumaliza changamoto alizozibaini pale. Itakuwa ni ajabu kama baada ya miaka 2 changamoto ambazo zimebainiwa leo zitaendelea kuwepo katika hospitali ile. Au itakuwa ni kitu cha ajabu kama baada ya miezi 6 changamoto zilizobainiwa pale zitaendelea kuonekana katika hospitali ambazo ziko Dodoma. Hii itamaanisha kwamba ziara ya mheshimiwa haikuwa na tija katika hospitali ile. Kwa sababu ziara ni kitu kimoja. Uwajibikaji na utendaji wa kile ambacho umekibaini ni kitu cha pili.